Hata jana nimekuja kugundua mpaka PS mmoja ndiye anaendelea kufuruga amani hapa. One PS. No. PS. Mnajua huyo PS? Anaitwa nani? Tunauliza kama wewe ni PS na umepewa kazi, ndugu yangu, fanya kazi ya PS, saidia wananchi wa Kenya. Kisii is part of Kenya. Why should you make sure you have aligned a certain clique of people, a certain killer squad, that they must track, kill innocent young people in the name that they are goons? Wana PS, tuko na habari ya mikutano yote umekuwa nayo na viongozi wengine kutoka hapa Kisii. Na tunataka kukwambia kwamba at the right time the Kenyans will get to know. Hata mimi kwamba nife leo, roho yangu haiwezi kufa ndani ya hawa watu. It's unfortunate, very unfortunate, that at this century, karne hii, tulipigana ama wale ambao wametangulia mbele zetu walipigana na ukoloni mamboleo, wamepigana na mambo ya Moi, mpaka leo hii tuko na katiba mpya, lakini kuna watu wanafikiria wataweza fanya vile wanavyotaka. Hivi karibuni mtasikia story vile walikuwa na panga kuua huyu mungwana eti kwa sababu yeye ni president wa bodaboda hapa. Huyu jamaa anabeba hizi eti kwa sababu yeye anakuanga na mimi hapa lazima akufe, izaguni. Kama hawa ni wono, wewe niletee bibi yako akwa ninanipangia hapa ama maka yako ama mama. Let your wife come, be a protocol officer here so that you can kill these innocent souls. We're not going to accept. My brothers, hakuna jera itatosha nyinyi. Wacha niseme hivyo. Ile jera ya umaskini ndio inatosha sisi zote. Na hii shida ni shida iko katika Kenya mzima. Sio kupenda kwenu, hata wewe ungetaka pia ufanye kazi kwa ofisi, lakini hakuna kazi. Leo nimewaita ni kwa sababu nasikia uchungu sana kwamba tauni hii ambapo sasa kuna sort of peace, wameamua tena wanataka kuifuga. Nyinyi viongozi na wanabodaboda wa Kisii, mtakubali huo ujinga? Wacha niseme hivi, the victory I got sio yangu, sio mimi nilishinda, nyinyi ndio mlishinda, mnajua hivyo. Kwa hivyo I want to call upon you, stand up to be counted. Stand up to be counted. Umeona jamaa hapa Senegal wa miaka 44 amekuwa nini? Hata nyinyi mnakumbuka ile vita tulikuwa nayo katika wakati wa kampeni. The who are who in the politics of Kisii. So walijiunga pamoja. Wakasema mwisho huyo na rais wa mafubeji pigi adea umulowele ke. Lakini wale anatoko yipaka mo. Ujinga, siasa ya ukabila, mauaji ya polisi na sungusungu hapa Kisii. Ukabila, ushenzi wa vita. Kuna mambo matatu lazima tuongee kwa sababu
hakuna uoga wowote. Uoga ndio dhambi kubwa duniani ambayo haitafanya sisi kuendelea. Nyinyi kama wana bodaboda, sio raha yenu kuendesha pikipiki na kugongwa na kuwawa barabarani. Hata nyinyi mngetaka muishi muendeshe magari. Lakini ni huzuni kubwa wakati vijana ambao wanafanya biashara yao. Wakili mheshimiwa hapa Sonya amekuwa hii mji kwa muda na amesema vizuri, zamani tulikuwa na wizi mkubwa kwa sababu hatukuwa na watu wanaendesha pikipiki. Lakini leo hii mmejipanga katika circles, mtazajua ni nani mwizi, sio mwizi. Lakini watu kadhaa, polisi hapa, kuna watu wachache wa polisi. Kuna polisi ambao ni wazuri, kuna watu wanajua lazima walinde sheria vile inavyohitajika. Lakini kuna viongozi wao ambao wameingiliwa na wanasiasa, wanapewa pesa, na tuko na evidence ya pesa ambao wanapewa, hili kuita vijana wa bodaboda kwamba wao ni goons, kwamba vijana wa bodaboda wao ni wauaji. Whereas mmeona wale ambao watu wanaua hii mji, wale watu wameua ni watu ambao wako karibu na askari ambao wanajulikana, ambao wako karibu na waheshimiwa fulani wanajulikana, ambao wako karibu na waziri ambao wanajulikana.